Inapofikia hatua ya kwamba unatakiwa ukubali kila kitu ambacho unakitaka na kila kitu ambacho unakitamani kipo ndani ya uwezo wako, ni ngumu sana kukubali. Lakini ngoja nikwambie, kila kitu ambacho unakitaka na kila kitu ambacho unakitamani kipo ndani ya uwezo wako, na hizi ni mbinu ambazo zitakusaidia wewe kupata vitu ambavyo unavitaka na vitu ambavyo unavitamani vizuri kabisa, na ukitumia hizi mbinu na kuhakikishia kwamba utapata vitu ambavyo unavitaka. Namba moja, stop chasing. Stop chasing kama unataka kupata kitu fulani au kama unataka kutimiza lengo fulani. Kuchase ni nini? Kuchase ni kukimbiza kitu, ni kukitamani kitu kwa pupa. Yaani unakuwa unatimiza lengo labda la kununua gari, lakini ndani ya lile lengo nyuma yake inakuwa ni pupa inalisukuma lile lengo, inakuwa ni burning desire mbaya, tuseme negative burning desire mbaya, inakuwa inalikimbiza lile lengo lako. Mfano, labda unataka ununue gari kwa sababu watu ofisini kwako wanamiliki gari, au unataka ununue gari kwa sababu unataka umregeshie mtu fulani kama ana gari, au watu waliokuzunguka wote wana gari. Hiyo ni mbaya kwa sababu haina msukumo au foundation nzuri ya kutunza kile kitu ambacho umekinunua. Unakuwa haujapanga kitu kukifanya, lakini unakifanya tu kwa sababu ya mazingira ya nje yanakusukuma. So stop chasing, start attracting. Anza kukaa mwenyewe kujifikiria kwamba mimi ni kweli nalihitaji hili gari na ni kweli litanisaidia. Kwa nini nalihitaji? Faida zake na hasara zake ni zipi? Ni kweli nahitaji au ni tamaa tu ambazo zinaniongoza? Okay? So acha kukimbiza lengo. Tengeneza mifumo, tengeneza system ambazo zinakusaidia kutimiza malengo yako au kuachieve malengo yako. Tengeneza mifumo ambayo itakusaidia kuachieve vision board yako. Namba 2, stop obsessing. Acha kukitamani kitu kwa matamanio mabaya tuseme. Acha kukitamani kitu kwa matamanio ya kumwangalia mtu fulani amemiliki. Anza kukitamani kitu kwa kukitafuta ndani yako. Wote tumeumbwa, kila mtu ana nguvu ndani yake. Wewe una nguvu ndani yako na mimi nina nguvu ndani yangu. Hiyo nguvu ambayo unamwona mwenzako anaiproject, anaifanya, anaitoa kwa ajili ya kumiliki kitu fulani, wote tuna hiyo nguvu. Wote. Trust me. Kwa hiyo unapoanza kutamani mtu au kwa position yake, au kutamani kitu ambacho kipo kwa mtu kutokana na ile position ambayo huyo mtu anaimiliki, hapo unakuwa una obsess kitu. Yaani unakitamani kitu kwa matamanio ya kwamba nakitaka. Yaani inakuwa kama nataka nisipopata mambo yangu mengine hayawezi kuendelea. Stop obsessing. Ukikiobsess kitu sana huwezi kukipata, alafu utapata stress, utaona kama kinachelewa, utaona kama hakitimii, utaona kama hakiji, kwa sababu unakuwa unakitamani sana kwa matamanio kwamba nakitaka na nisipokipata maisha yangu mengine hayawezi kuendelea. Unatakiwa kukitengenezea lengo lako au kutengenezea kitu mkondo kikufate. Vyote ambavyo tunavitafuta nje vipo ndani yetu. Anza wewe kwanza kufocus on yourself. Jifanyie kazi kwanza wewe mwenyewe vizuri. Jifanyie kazi kwanza wewe mwenyewe sana. Jitengenezee kwanza foundation, jitengenezee kwanza ile boldness ndani, jitengenezee kwanza ile strength ndani ya kuweza kupata kile kitu. Ukitaka kitu alafu hauna foundation au hauna boldness ndani ya kuweza kukimiliki, ni vigumu sana kukitunza. Ni ngumu sana kutunza kitu ambacho hakina foundation ya umiliki ndani. Anza kukiona kama kile kitu ni cha kwako, unakimiliki. Anza kukiona kama kile kitu ni cha kawaida sana. Yaani fanya kama nisipopata na nikipata ni kawaida. Yaani kisikutoe kwenye reli ya kuona kwamba usipopata kinakuathiri na unajidumaza. Yaani unajidumaza, unajiona kwamba hujapata na haustahili. Hapana. Kwa hiyo anza kuona kwamba kile kitu ni cha kwako, unakimiliki wewe, unastahili kukimiliki, na hivyo vitu vyote ambavyo unavifanya kwa ajili ya kukipata hicho kitu, hakikisha hauna papara kwenye kukipata, wala hauna msukumo mbaya ambao unakusababishia stress, ambao unakusababishia desire kali. Hiyo desire inakutoa mpaka kwenye mfumo na inakupoteza, hata wewe mwenyewe unajipoteza.
you start losing yourself. Okay, yes. Kitu cha tatu, work hard and work smart. Kuna tofauti sana ya work hard na work smart. Just work, fanyia kazi malengo yako. Kila siku nasema fanyia kazi malengo yako ili uweze kutimiza malengo yako, ili uweze kupata kitu chochote ambacho unakitaka. Unatakiwa ufanye kazi, unatakiwa ufanye kazi. Kuna vitu unatakiwa uviweke kama sadaka. You have to sacrifice yourself. Muda wako unatakiwa kutenga, muda wako unatakiwa kutenga, akili yako kukifikiria, unatakiwa kuweka strategies, mbinu, malengo, njia ya kuweza kukitimiza hicho kitu. Unatakiwa ufanyie kazi sana, na unapofanyia kazi hakikisha unajifunza kila siku. Leo umepiga hatua moja, unajifunza. Kesho unapiga hatua nyingine, unajifunza. Kesho kutwa unapiga hatua nyingine, unajifunza. Yaani hakikisha unakifanyia kazi na unajifunza kupitia hatua ambazo unazipiga kila siku. Usikate tamaa kwenye kufanyia kazi malengo yako. Usikate tamaa kwenye kufanyia kazi malengo yako. Unapofanyia kazi malengo yako kila siku ndio unayapa chance ya kuweza kuyatimiza. Ndio unalipa chance lengo la kuweza kutimia. Ukikata tamaa au ukiacha kutimiza malengo yako, ukiacha kufanyia kazi malengo yako kwa bidii, unalidumaza lengo na kulifanya lengo lenyewe lisitimie. Okay? Kwa mfano, unataka labda ununue kiwanja, unatakiwa kufanya kazi kwa bidii ili kupata kile kiwanja. Au umeanzisha YouTube channel, unatakiwa ufanye kazi kwa bidii ili upush video zako zile viral, maisha yako huko mengine yanaendelea. Unatakiwa upush ili watu wakusikie. You have to work on it. Unatakiwa kuweka nguvu, unatakiwa kuweka akili, unatakiwa kuweka maarifa, unatakiwa kujiweka wewe mwenyewe kwenye lile jambo, uliconcentrate. Unajua watu wengine wanaona work hard ni kama kufanya kazi sana kwa na wengine unatakiwa tu uweke concentration zako, focus yako kwenye hicho kitu kimoja, kwamba mimi natakiwa nifanyie kazi hiki kitu. Cha tatu, uwe na consistency kwenye malengo yako, kwenye jambo lako ambalo unalitaka. Usitegee, yani unafanya jambo leo, kesho ufanye, kesho kutwa ufanye. Kama umeona kwamba mimi natakiwa nitimize jambo moja, mbili, tatu, uwe na ule mfululizo wa habits, mfululizo wa tabia ambazo zinafanya litimize lengo lako, au linafanya lisukume kitu ambacho unakitaka kije kwako. Hapo umenielewa? Yes, fanya kitu kesho, leo, usikate tamaa. Anyway, endelea tu kufanya. Kama unaona ni jambo ambalo liko kwenye moyo wako na linasukuma moyo wako kulifanya, endelea kulifanya. Fanya kesho tena, amkafanya. Ukiona bado vitu haviendi sawa, amka tena na ufanye. Yaani usipokata tamaa, unalipa chance jambo lako litimie. Pia consistency sio tu kushow up sio tu kufanya kila siku, ni kushow up, yani kujitokeza au kulifikiria lile jambo hata kama hujalifanya. That is consistency. Kama hauna muda wa kulifanya, just lifikirie tu. Hakikisha linakuwa kwenye mindset yako, hakikisha lina roll kwenye mindset yako, hakikisha linapata chance kwenye moyo wako kama wazo. Hakikisha mawazo ya kile kitu yanapata chance kwenye akili yako, kwenye moyo wako, kwamba sijatimiza moja, mbili, tatu, natakiwa nifanye moja, mbili, tatu. Hivi hili jambo natakiwa nilifanyaje? Hivi hili jambo nikilifanya hivi linakuaje? Hivi nikifanya hivi inakuaje? Hebu ngoja nichukue simu ni Google nione wenzangu wanafanyaje. Hiyo ndio consistency. Haulitupi jambo, haulitengi. Kila siku unaweka juhudi ndogo ndogo, kila siku unaweka bidii ndogo ndogo, kila siku unaweka una push kidogo kidogo. Unapo push kidogo kidogo, baadaye hizo juhudi zikija kujikusanya, jambo linapatikana zuri. That is consistency. Kwa hiyo usikate tamaa kwenye kufanyia kazi malengo yako. Usiwe mvivu, acha uvivu. Unatakiwa kuamka kutoka kitandani kurekodi hiyo video, labda ndio itakupush na utaenda viral. Unatakiwa kuamka, kufungua akaunti za hisa, uweke akiba, labda ndio zitakusaidia. Acha uvivu. Unatakiwa kuamka asubuhi kusema kwamba leo nataka niende
nipeleke vipeperushi vyangu barabarani, watu wanitambue, watu wanijue kwamba mimi nafanya biashara fulani, watu wanitambue kwamba mimi nafanya huduma fulani. Yaani unapokuwa mvivu kwenye kutimiza malengo yako na unapokuwa mvivu kwenye kupush jambo lako, yenyewe yanakaa, yenyewe yanaseto. Jambo haliwezi likatimia lenyewe bila wewe mwenyewe kulipush. You have to push. Hakuna mtu ambaye atatoka kukusaidia. Hakuna mtu ambaye atatoka kukwambia Lily, amka, unatakiwa rekodi. Lily, amka, unatakiwa uende dukani ukafungue duka. Hakuna. Yaani ni wewe na wewe. Usipofanya, hakuna mtu atafanya kwa niaba yako. Kila siku nasema ya kwamba yaani mwenye lengo ni wewe. Mtu ambaye amepewa kipawa cha kutimiza lengo ni wewe. Kwa hiyo unavyoacha watu wengine wafanye kwa ajili yako, hapo unakuwa hauna wewe mwenyewe consistency. Unaposubiri mtu mwingine show up kwa ajili yako, wewe mwenyewe ndio unajichelewesha kwenye kutimiza malengo yako. So uwe na consistency kwenye kutimiza malengo yako. Jambo la 5, omba, pray. You have to pray. Yani you don't have option. Ili upate kitu ambacho unakitaka, just pray. Nenda magotini, chukua juzuu, swali, mwambie Mungu, mimi nahitaji jambo 1, 2, 3 uweze kulitimiza. Mwambie Mungu, yani bila hiki kitu mimi siwezi kutimiza. Najua hiki kitu wewe ndio unakimiliki na umenipa mimi nguvu za kuweza kumiliki. Mungu ndio anatupa nguvu za kuweza kumiliki vitu. Na sikiza nikwambie, kitu ambacho kimetoka kwa Mungu kinakuwa ni rahisi sana kukimaintain na kinakuwa ni rahisi sana kukitunza. Ni tofauti na jambo ambalo umelipata kwa matakwa yako wewe mwenyewe binafsi au jambo ambalo umeliforce kuja. Ukiforce kupata kitu kwa kutumia nguvu zako, unatakiwa utumie nguvu zako kubwa sana kuweza kukiacha kile kitu kibaki. Akikupa kitu, yeye mwenyewe anakupa jinsi ya kukitunza kile kitu. Anakupa mindset ya kuweza kukitunza kile kitu. Anakupa moyo, akili, mawazo, watu na njia na mbinu za kuweza kukitunza na kukikuza kile kitu kila siku kila siku. Kwa hiyo usiache kumsisitizia Mungu, mimi nina shida na kitu fulani. Tunajua yeye ni baba yetu. Yeye anatusikia. Ni kama unavyoomba kitu kwa baba yako. Anakusikiliza, mwanangu kwani anataka nini? Anataka jambo 1, 2, 3. Kwa hiyo anatia bidii aweze kukupa. Ndivyo alivyo Mungu. Anajua hapa Lily anahitaji kitu fulani. Kwa hiyo ngoja nimfanyie ili niweze kumtimizia. Na wewe unapomuomba ndipo anaweza kutimiza. Yaani usipomuomba Mungu usitegemee kitu kikatimia. Ni kama mimi ninahitaji kitu fulani alafu nimenyamaza kimya. Labda nimeenda restaurant. Nahitaji chakula. Nimekaa tu. Yule mhudumu anakuja pale, madam nikusaidie nini? Kimya. Madam nikusaidie nini? Kimya. Wewe mwenyewe hujui unachokitaka. Nenda kwa Mungu na hoja za msingi. Jua unachokitaka ukienda kwa Mungu. Kwamba Mungu mimi nahitaji 1, 2, 3. Weka strategy zako vizuri. Muombe Mungu, push mambo yako. Mungu mwenyewe anakusikiliza, ajua mwanangu anahitaji kitu hiki. Kwa nini anahitaji kitu hiki? Anataka kufanya kitu hiki. Ngoja nimtimizie. Uwe na hoja za msingi unapoenda kwa Mungu. Ombea jambo lako, ombea malengo yako. Jifunze kuombea watu wako wanaokuzunguka na watu ambao wako responsible kwa ajili ya kusaidia kupush jambo lako. Destiny helpers, waombee. Okay? Yes. Kitu kingine, usifanye vitu chini ya viwango. Maintain your standard. Usifanye kitu chini ya kiwango chako ambacho umejiwekea. Unapotaka kutimiza jambo fulani, anza kufanya kitu kutokana na lile jambo na standard ya kile kitu ambacho unakitaka. Let's say unataka kuwa kiongozi wa nchi, si ndio? Anza kufanya kitu kama viongozi wa nchi wanavyofanya. Anza kuweka ile lifestyle yao. Kwanza jifunze wanafanyaje, wanaishije, wanaongeaje, wanavaaje. Tengeneza system ya kuweza kufikia kile kitu kwa kufanya vitu kwenye kiwango kile kile ambacho utakiishi wakati umekipata. Let's say unataka kuwa mtu mkubwa sana hapa nchini. Unataka kumiliki kampuni kubwa sana. Anza kuvaa kama ma CEO. Anza kuongea kama ma CEO.
anza kuweka ule CEO ndani yako. Yaani tengeneza picha ndani yako kwamba wewe tayari ni CEO. And then start acting like a CEO. Start acting like a man or a woman ambaye unampenda, ambaye unamtaka. Jifunze, angalia kwani wao wanaishije. Sio unaiga, sio unaiga, usiige. Tengeneza mfumo ambao unakusukuma wewe kukipata kile kitu. Wote ambao wako kwenye position ambao unaitaka wana mifumo ambao walitengeneza wakafikia, wana mifumo ya maisha ambayo wanaishi. Mifumo gani hiyo? Tunajua wote hapa sisi tuna levels. Kwenye maisha kuna levels. Kwenye level fulani tabaka la wanaishi maisha ya tabaka fulani. Kwenye level nyingine wanaishi hivyo hivyo. Kwenye level nyingine, kwenye level ya juu wana maisha yao ambao wanaishi. Kwenye level ya kati una maisha yao ambao wanaishi. Kwenye level ya chini kuna maisha yao ambao wanaishi. Kwa hiyo anza kuangalia level ambayo ni kitu ambacho unakitamani. Anza kuact na kuishi kama vile ambavyo unatamani kuishi, kulingana na uwezo wako, kulingana na bajeti zako, kulingana na maisha yako halisi. Usifake, usifoji, usipaparike kukipata. Ridhika na hapo ulipo, lakini ishi kama unataka kuyaishi yale maisha. Okay? Yes. Start to romanticize your life. Anza ku romanticize maisha yako kidogo kidogo kulingana na uwezo wako. Heal yourself. Heal your wound. Ponya majeraha yako, jifanyie kazi, ponya trauma zako ili uweze kukipata. Unajua vitu ambavyo vyote ambavyo tunavitaka kuvipata ni vitu ambavyo hatuna. Ni vigumu sana kupata kama haujapona. Kuna ugonjwa mmoja unaitwa imposter syndrome, jamani. Pona huo ugonjwa. Ugonjwa wa kujiona kwamba hufai kukimiliki iko kiti. Hufai kumiliki hiyo position. Hufai kumiliki hicho kitu. Ni watu fulani tu ambao wanafaa. Ni ugonjwa ambao unakuona kwamba wewe hustahili kuwahudumia watu fulani. Hustahili kuvaa mitindo fulani ya maisha, kuvaa mitindo fulani ya mavazi, watu fulani tu ndio wanapaswa kuvaa. Ugonjwa ambao unakufanya kujiona kwamba hustahili kula chakula cha aina fulani kwa sababu ni watu wenye position fulani tu wanafaa kula kwa sababu ya position zao. Huo unaitwa imposter syndrome. Kusema kweli, yani mimi nimekuwa muhanga wa ugonjwa wa imposter syndrome sana. Na ni kwa sababu najifanyia kila siku kazi na nimetambua kwamba nina huo ugonjwa. Lakini kila siku naendelea kujifanyia kazi, kila siku naendelea kujifanyia kazi, kila siku naendelea kujifanyia kazi. Maisha yanaendelea na ninazidi kupona na ninazidi kujijua kwamba mimi ni mtu wa aina gani. Natakiwa kwa nini nifanye nini? Natakiwa kwa nini nifanye juhudi gani ili niweze kutimiza? Mimi ninastahili. I deserve to be treated better. I deserve kuwa listen. Na deserve kusikilizwa. Na deserve kuheshimiwa. Na deserve kupewa vitu fulani. Na deserve, yani know that you deserve to get it. Jua kwamba unastahili kukipata hicho kitu. Jua kwamba hicho kitu ni cha kwako. Jua kwamba mimi nimeumbwa kumiliki mambo mazuri. Yani uwe na hiyo mindset. Sio tu vitu vibaya, hapana. Tumelelewa na tumezaliwa kwenye mazingira ambayo yanatutreat, yanatufundisha kwamba ukimiliki kitu kizuri wewe ni mtu fulani, labda wewe ni mchawi au umeiba. Lakini ukweli ni kwamba unatakiwa kujua kwamba mimi nastahili kumiliki kitu fulani regardless watu wengine watanionaje. Weka nguvu ndani yako kujishawishi kwamba unastahili kumiliki na wewe ndio mmiliki. Wekeza nguvu ndani yako, jishawishi wewe kwamba ninastahili. Hata iweje, hata iwaje, haijalishi mazingira ambayo nimelelewa, haijalishi mazingira ambayo nimepitia, haijalishi vitu ambavyo nimepitia nyuma, ninastahili kumiliki mwanaume au mwanamke wa aina fulani. Regardless ya historia yangu. Ninastahili kumiliki simu nzuri, ninastahili kumiliki nyumba nzuri, ninastahili kumiliki gari nzuri, ninastahili kumiliki watoto wazuri. Na watoto wangu wanatakiwa anza kuweka hiyo mindset. Ukiweka hiyo mindset utaona mambo yako yananyoka kwa sababu wewe mwenyewe umejiwekea nguvu kufanyia kazi wewe.